So nilikuwa na stitch customer wangu ama client, naitanga client ama customer. So alikuwa ashakunywa dawa, so nilikuwa na stitch. Ndio sasa tuweze kumweka kwa fridge. So nikishamaliza tu stitching, out of nowhere, and I was actually alone. The door, mlango tu ilifunguka. Sasa hiyo siku mimi I was shocked. By the time imalize ifunguke yote, I think nilikuwa nishatoka. You find people have a lot of different things in them. Kuna atakuletea kitu akwambie niwekee hii azikwe nayo. And some are weird. Ukiangalia kwanza kitu unapewa, kuna zingine hadi una feel. Haya, kuna wengine this person has to lay on their left side. Hizi ziko akiwa amekaa hivi. Lazima alalishe mkono ya left hivyo. Then kuna wengine another kushite group lazima wavunje mguu. I don't know the meaning, but lazima ati wazee wachache wanakuja hapo na ni wao ufanye hiyo kuvunja. Na to accept mambo ya kuandika will. It saves a lot of things. Will iandikwe mapema. I feel we should start embracing that. Kama unajua uko na ploti mahali, uko na watoto, uko na mzee, jipange tu. Kama umeachia watoto, just write it. Kuliko ukufe then family members wameanza. Nakukaribisha nikiwa maeneo ni ya Meru County. Na leo hii nimesafiri moja kwa moja kutoka Nairobi nikaingia hapa Meru, na hapa mahali ambapo nimeketi mahali ambapo kunaitwa Cool Breeze Funeral Homes. Manze, hewa ya hapa ni safi. Mahali ambapo nimekaa huwezi jua ni morgue. Mimi ni msee mmoja mwenye huogopa morgue, lakini let me be honest with you, this is a very cool place ambapo nimekaa hadi huwezi jua. Hadi venye niliingia sikujua, na nimepitishwa na nikapitishwa na nimefika mahali nimefika. So today nakuleta one of the amazing story. Niko na a very young lady. She's in the age of 24 to 27 there, and anafanya kazi ya yeye ni mortician, and amekuwa akiwatch stories zetu na amekuwa akisikia a lot of myth. Amekuwa akisikia vitu vingi wasio wakiongea, vitu ambavyo leo hii tunataka aweze kututhibitishia, je, ni ukweli ama ni uongo, because alifeel kwamba watu wana exaggerate vitu, na kuna vitu zingine ambazo nitakana ujue kwamba zipo. Kwanza haswa ikifikia point ya culture, mambo na mtu ametoka sehemu fulani kwa tribe fulani, hizi zipo, na utakuwa ukisikia all of these, utakuwa ukisikia kwa hii episode. Hii episode ni one of the best episode, itakuwa ndefu, and kama mnaweza muhitaji kwenye comment section mtatuambia, na namba yake still nitawaekea tukianza story yake. So today anaitwa Kish. Niko sure kwamba Kish wangi mnamjua pale TikTok. Kish kuna one of the video ili trend sana akieka alikuwa na niseme casket. Casket ambayo alikuwa ameweka zile LED lights zinawaka, then a lot of people kwa comment section walisema vitu mingi sana. So I don't want to talk much. Kitu ambacho utanifanyia as we are going to start, make sure that you subscribe, you like, you comment, and then manze share show, watu waweze kulearn something from today story. Ni special edition ambayo tunataka tuweke vitu wazi. So she's here with us. Keti, tulia, usikize. Karibu. Ni aje mama? Poa sana. Uko freshi? Freshi kabisa. Asante sana. Kitu cha kwanza, asante sana kuweza kutualika. Hapa tunaitaje? Tunaita Meru Kirachene. Meru Kirachene. Na tuko ndani ya Cool Breeze Funeral Home. Alo, watu wangu. Tuko ndani ya Funeral Homes. Mahali ambapo kila mtu atakuja kupitia, hata kama sio Cool Breeze, kuna kila mtu atakuja pitia hapa. Anyway mama, kitu cha kwanza, karibu sana kwenye story zetu. Asante. Kabla niende sana, do you know you look good? Thank you. Unaambiwa ngo hivyo? Really? Hadi really? Really. If il yetu, akia tunanga your time. Really? Acha. Walai, really. Uko na mtu? Mtu wako. Mbona unacheka? Acha tu, ni funny. Ni funny? Ni funny. Hapo. Lakini anakuambianga you look good?
Oh, You look beautiful by the way. Thank you so Nashindwa kuna sura nzuri kama hizi wakina Anne Mwangangi. Saizi tuko na wewe. Kabla tuendelee sana, niko short utatufungukia utuambie ni kwa nini ulikamu job ya morgue. Si ndio? Kitu cha kwanza mimi mara yangu ya kwanza kufika morgue. Allah. Nikiingia pale kwa gate. Nywele ilikuwa inasimama kwa mwili. Roho inadunda. Roho inadunda. But today tumeweza kusafiri all the way from the city hadi hapa. Naona Cool Breeze imekuwa katikati ya kitu kama msitu. How do you call this msitu yenye iko hapa? It's called Nkunga. Nkunga. Unaisema na ile accent ya Kimeru. Nkunga. 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 Alright, watu wangu tuko Nkunga. Na tuko na mrembo ambaye leo hii tunataka utuambie, you know, people have umekuwa ukiona show zangu for some time, umekuwa ukifuatilia for some time. People have different views, ama watu wana mafikirio tofauti sana kuhusiana na morgue. Na kuna vitu mingi ambazo umeweza kusikia kwa show yangu, watu wakiweza kuongelelea sana. So ndio posa nikaamua today we do your story. You tell us a little bit about mambo na morgue, okay? It's okay. So before we start, nataka kwa mtu ambaye anakutazama for now, nataka utuambie jina kamili ni nani? Wewe ni mzaliwa wa wapi? Alafu from there, mimi kuna maswali inaniwasha. Kuna vitu zinaniwasha. Sawa. So majina yangu ni Faith Mukiri Kimathi, aka Kish Meru Mortician. Hiyo ndio jina natambulika nayo sana. So nimezaliwa hapa Timao, Meru County. Nikasomea Meru, then nikaenda Nairobi, nikarudi Meru tena. So basically niko vicinity ya Meru. Wow, kuna video ulifanya ikatrend sana. Jeneza ikimulika zile LED, zile LED lights, na ili trend sana. Anyway, before tuende hapo, nini ilikuinspire kufanya kazi ya morgue by the way? Basically ningesema I was inspired by Anne Mwangangi. Hello. Yeah, she's actually my mentor. I love her. Nilianza kumwatch kwa interviews. That's why I love interviews so much. Cause nilikuwa na watch your clip, it can inspire. Then I started pia. So my inspiration started from Anne Mwangangi. And some other issues. Watu wangu mkisikia some other issues, tunaweza tamani mkujua which kind of issues, lakini ni sawa. So mama, ulijikutaje Cool Breeze siku ya kwanza ukikuja? Ilikuwa ni Cool Breeze ulianzia ama ulianzia wapi? Okay, nilianza in a different place. Nikianza hii journey ya mortuary, actually sikuwa najua kuna course kama mortuary science. So I was at home and it was actually on my birthday, I think 2 years ago. So I went, took myself to kuna mortuary iko bado still in Meru County. Hapo ndipo nilienda and nikaamua kuvolunteer. So I volunteered there for 2 months. Then I felt ni kitu naweza fanya. Nikafanya research yangu, nikajua all about mortuary science, then I applied shule. You applied shule. Is it ni kitu yenye uli grow ukijua ukiwish siku moja like unaweza taka kufanya kazi ya kuwa mortician? Actually my dream was to be a nurse. Vile tunasemanga unaanzanga kuwa surgeon, daktari, then unaenda nurse, but I really wanted a nursing course. It was my dream all along. But sasa kidogo after kumaliza form 4, kuna zile points obvious za nursing ulikuwa unahata, so nika give up hapo. So I actually went and did ICT hapa Meru Polytechnic. Then nikakaa home kidogo jobless, and that's when I chose to do mortuary science. Okay, now siku ya kwanza kufanya is it stitching? Okay, nataka utueleze kidogo kabla tuweze kufanya siku ya kwanza. Process ya mtu kuletwa morgue huwa inaanzia wapi? Mtu ameletwa, like saizi mko hapa na mko na msitu around, okay? Na hii msitu iko na elephants. So tuseme mtu amegongwa na elephant akapass. How do you go about it? Ameletwa. So process ya kwanza ina depend. Kuna ukufia hospitali, kuna ukufia kama nyumbani.
So tuchukue scenario mtu amekufia tu nyumbani. First thing first, lazima uende police station. You have to report, upewe OB. In any morgue institution, always receive mwili hivyo tu ovyo. You either have the burial permit ama pia OB. Na essence ya hiyo OB, you have to go to a hospital, kama hospitali, daktari akukonfirmia huyo mtu ameenda. So after that, sasa ndio una proceed mortuary. Haya, turudi nyuma sasa. Siku yako ya kwanza kupokea mwili ile mpaka make sure kwamba iko finally imewekwa mahali inahitajika. Nataka utupe experience ile kuaje, because remember it was not passion at first. How was it? Siku yangu ya kwanza ilikuwa scary. Juu the day I chose to volunteer, around saa 8 tuka-receive mwili. So the body was covered in a body bag. And tukifungua mwili, because we were around like 3 of us, 2 guys and I was the only girl. Kufungua mwili ilikuwa mwili ya mtu alikuwa ametupwa kwa mto for like 2 weeks. So you can imagine the skin haiku inakaa kama hii yetu. Ilikuwa tu scary. Hiyo nayo. It was scary. Ulifeel sometime maybe ku give up kidogo, mazee imeletwa inakaa design flani? Juu I think after hiyo siku nilifeel ama tu niachane na hii. Maybe it's not part of my calling. Juu I didn't sleep and actual eating ilikuwa shida. Kukula ilikuwa shida, and then anything ningesmell huko nje nilikuwa nile smell ya morgue. So it was hard kuadapt. Enyewe umeleta swali ambalo kila mtu uliza na ni swali ambalo liko common sana. Leo tunafanya tu interview ambayo ni pod, tunataka maswali majibu. Maswali majibu. Wanasema kwamba ukitema mate ukiwa morgue. Hii nimetoka kwa ile yenye umesema. Ukitema mate ukiwa morgue, wanasema kwamba ile harufu itakufuata sana. Ni ukweli ama ni? Okay, nimeona hiyo kitu ikisemwa sana hata kwa social media, but kivyangu sijui siwezi sema ukitema mate itakufuata, but kuna kale ka smell. I think kwa any beginner anaweza sema on your first days kuna ile smell. Sasa kama sahi siwezi feel ati any sahi I'm used to it, but kuna kale ka smell. Na ina dependingi sasa na the funeral home. Lakini tuambie ukweli, ni ukweli wewe tu vile unaona, ni ukweli kwa mtu kama mimi ambaye leo hii nimefika nifanye hivyo, ni ukweli itashinda ikinisumbua? Hapana. I think tu ni myth. Okay, let's start with myth the way you said. Kuna myth inasemekana kwamba nyinyi huvuta bangi. Is it true? I'll say it's false. Sababu sahi watu wanaenda shule, you get trained. Si unaamka tu unaenda tu kazi. But back then, obviously ilikuanga hivyo. Asema ule mwenye anasikia anaweza akona hiyo strength anaweza ingia, but for now it's a bit different. You go to school, you study, you are taught how to handle different issues. So system ya shule ni tofauti. Do you want to tell us that everybody mwenye anafanya morgue wote wamesoma? Okay, hapana, but tunaenda tuki-evolve. Vile tulikuwa maybe 5 years ago, sio vile tuko sahi. Sahi I'd say watu wengi wanafanya mortuary science, wanasoma. So sahi currently in the current world watu wamefanya za course. Za course. Okay. Mimi nataka kujua situation yako ya relationship. Nataka utuambie. I'm sure this work you've worked for how long? I'll say this is my 4th year sasa. This is my 4th year. Oh, your 4th year. Hii mwaka ikiisha itakuwa yangu ya 4. Ya 4. Have you umekuwa in relationship? Nataka utupe challenges ambazo umepitia in relationship ama watu kuku accept. Hebu tell us a bit of your story, both relationship, family, familia yako, friends. How do people, let's start with friends. How do people take it when you tell them I'm working in a morgue? Hey, hapo it's a whole elephant. So I remember before nifanye hii mambo ya mortuary science, I was in a stable relationship. Nikisema stable,
ni ile tulipatana tukapendana na tukaamua tufanye maisha pamoja. But time nilifeel kwenda hii path ya mortuary science, of course nilikuwa nimeinform partner wangu and he was aware, but somewhere along alifeel and he refused completely. So I had two choices, it's either I keep the relationship ama niachane na mortuary science. But na mimi hapo nikaamua passion any day anytime, so that's why I'm here. But it's really hard for people to accept, and then it comes with a lot of stigma. For example, the friends I had that time, siwezi kuambia ni the current friends niko nao, because hiyo process you find someone anakuambia sasa atatua ndio apate customer. It's ni ngumu kutoa kwa stigma hiyo face. I think any mortician can attest. It's really hard. It's really hard. Yeah. What about family? Family pia it's hard, because when I went to tell my parents nataka kufanya mortuary science, my mom aliniuliza hakuna kitu kingine kabisa unaweza fanya, because for any parent to accept hii ni course na vile watu isema kukaa na maiti, so kwao haisound kama kitu something nice ama something worth doing. So it was hard at first. But that's why nilikwambia nilifanya volunteering and I really felt hii ni kitu naweza fanya and I'm willing to go this journey. So hata by the time nilikuwa nawaambia nilikuwa nisha make up my mind. But for my dad it took a lot of time to him to accept. I think amekuja ku accept juzi tu. Hello. Yeah. Alikuwa amekataa kabisa. Alikuwa nakushow? Hiyo anasema tu ileti shangwe. Then kuna hii stigma ya watu kuambiana mtoto wa nani anafanya. For example, mtoto wa nani ni nurse, ni daktari, ni mwalimu, anakanga mortuary. So akisema anakanga mortuary haikuji vizuri. Unaona? I think sababu ya the past, how people view this. Tuliibeba kutoka kitambo kwamba ukifanya morgue wewe ni mtu what can I put? Hebu watu wangu pale kwa comment section, hebu tueleze kitambo ulikuwa na vitu gani ulikuwa unafikiria kuhusiana mambo na morgue pale kwenye comment section, tuambieni ndio tuweze kujua, alafu maswali zianze kukam na swali zianze kukam pale kwa comment section. Niko sure kwamba yeye pia mwenyewe atakuwa kiwajibu kuna zile uliza vitu ambazo ni legit, vitu ambavyo unaweza taka more kujua pale kwenye comment section. Okay, now I'm sure watu watauliza wewe ukitoka job umefika home usiku, wewe unalalanga vizuri, unaamka tu vizuri like hizo picha. Unajua mimi nikiwa mmoja wao niko na kale ka stigma, niseme stigma ile ya like nikienda morgue I can just tell like me day ya mamangu wakati alipass nilifika in entry ya morgue, kabla niingie nilifaint and nikaambiwa mimi siwezi ingia morgue, something of that sort. For you unakuanga na like ukifika home kagiza kako ama unapita mahali kwa giza unakuanga na ile nywele inasimama? Ningesema hapana. Yani my life is just normal. Ni ile tu watu wako na kale ka narrative, but mimi nafanya kila kitu normally. Natoka kazi, I go home, relax, nafanya my other extra activities, kawaida tu. Kawaida tu. Mimi nitakuchimba. Boyfriend wako ajai kuambia usiku okay, babe, yeye kuita babe, si ndio? Si ndio? Mkuu, nakushukuru mahali huko. Naweza taka pia kumfanya interview. Atueleze dating a mortician iko aje. Kuna siku ashai kuambia babe, siko poa, naona na feel nimeota? Hapana. So naweza sema vile tunaenda tukiendelea hiyo narrative ina change, and I think naweza sema hii world ya Gen Z it's a bit tofauti, haina ile inakuja tu iki change. So for example vile we met na nikamwambia nafanya mortuary science na nikamueleza kuna kuanga hivi na hivi, I think he accepted me naturally. But the first few relationships before then, unapatana na mtu, mnaongea vizuri, mnaenda dates, several dates, but the moment namwambia nafanya mortuary science, ananiambia hii mama, anakutoka kabisa.
Umetoka na wasee? Wengi si mmoja. Wanaku approach vizuri, but ikifika ni mambo na mochari na feel But na pia kuna mwingine mwenye nilikuwa nimeanza relationship na yeye, ile tu talking stage. So akaniambia tu mimi ningependa tu acha hii kazi, nitakuwekea biashara. Yaani hiyo ndio ofa alikuwa nayo kunipea. Acha tu hii kazi mama, nitakuwekea biashara na nitakuweka. But personally, because I feel I have a lot to do. Napenda kuserve, it's in me, it's passion. Na nikiserve na feel nikiwa satisfied. So it's job like any other job. Exactly. Ni job yenye unaweza taka mtoto wako pia maybe akifeel anaweza fanya. Tuende kazi. Sasa kuna siku, and just be honest with us, because kuna vitu sisi tunataka kujua sana. Kuna siku ushajipata uko okay, let me say like challenges ambazo umepitia kwa hii kazi. Kuna challenge yenye ushaipitia mpaka sometimes huwa you like inakupitanga kidogo, unashtuka lakini unarudi normal? Tell us the experience maybe. I'd say there's a day we were actually so busy. Hiyo siku I had like 2 autopsy. Tulikuwa na postmortem. So tumemaliza postmortem ya kwanza, nimefanya stitching, tume clean up the deceased, tumempreserve. So tulikuwa na ingine. And I remember hiyo ingine it was a young person who had just committed suicide. So then after hapo naona Land Cruiser inakuja. And na ukiona Land Cruiser you can always expect anything. Either murder case, suicide, mtu ameokotwa mahali kama hii forest yetu, mtu amepata amejinyonga kwa huko. So you expect such issues. So normally mimi navaa gloves, tunaenda tu kutoa mwili vile tumezoea. So askari anatuambia hapana, hii ya leo iko tofauti. So mimi namwambia labda huyu ni mgeni, hajui vile tunafanyanga. So tu kwenda tu kufunua mwili. What I so shocked me. Hiyo nayo I actually had to rethink. Nikajiuliza hii nayo nitaweza kweli? Because the body ilikuwa imekaa forest I think 5 days. And it was a suicide case. So alikuwa amejiua, akakuwa reported missing. So hiyo mwili it was attacked obvious by the animals. Hakuwa na some parts of the body like the leg, the hand, and then but fulani ya uso ilikuwa pia imekuliwa. So tulikuwa tunaona tu the skulls. And then the body was full of worms. So unajua zile worms hizo, so zimejaa everywhere. Kwa gari hapo tu, kwa hiyo nini ya gari ziko hapo all over. Pia sasa askari wanatoroka. Sasa ni sisi wanatuachia hiyo mess. And I remember hiyo time tulikuwa na I had students. So pia waliona waka freeze. Na sasa pia mimi nimeona ikanifeel but nilingangana but that night I felt hiyo nayo naweza sema ndio ilinimaliza kabisa. Kumbe pia nyinyi mnahitewa. Which is okay, hata kama uko strong, we are human being. Exactly. Sisi wote tuko na feelings. Ni vitu gani ambazo maybe ukiwa at work huwa inakushtua ambako una break? Same to me, I do these sad stories. But kuna time huwa zinani break. Ni ukiwa job, ni vitu kama aina gani ambazo uko break mpaka unapata like hiyo siku haujakuwa fit? Kuna several cases, for example za watoto nazo naturally to they are so sad, sababu it's a young baby, huyu hata hajaishi maisha, then to console the parents haikuangi rahisi. Then kuna hii category nyingine when a young person loses, for example kama guardian, hiyo nayo inakuanga a bit traumatizing. Ameacha watoto, they are still young, then you see them hapo wanalia wote, wanakuambia tuamshie baba. It's hiyo nayo ina feelingi. Kuna time najieka kwa kona, najipanguza machozi, then I go back. Sababu they ask you a lot of questions, you have nothing to tell them, and this person is already gone. So no matter how you cry, as in inakuanga truly hard. Then another category naweza sema ni these people who die before, for example alikuwa amalizie kitu afikie ingine. For example alikuwa anafanya, alikuwa anasomea daktari. The moment tu anamaliza graduate,
anakufia hapo. So you can imagine familia ilikuwa imeinvest, mtoto wao amesoma, na wako hapo wanangoja kuona the returns, then the young person dies. Hiyo nayo inakuanga so heartbreaking. How do you tell ama how do you comfort this mother amelose mtoto, amefanya all in her kusomesha huyo mtoto, then amekufa the last minute. It's painful. It's painful. Painful sana. For them to actually accept hiyo, it's not easy. It's not. No. Hey, akimi maswali ni mingi. Leo nitakuuliza vitu. Kuna situation tuliona TikTok ikitrend sana. Tulikuona ukieka mwili kwa jeneza, ilikuwa imekuwa LED like, na ili trend sana that video mpaka saizi bado ina trend. It's actually trending. What happened? Tell us. So I remember when this client came, when alikuwa amelose actually the parent. So alikam, we did the normal registration, admission, then tukamwelezea the other services that we do offer kama Cool Breeze. So we have the coffin ama the casket package, we have the flowers and the hair services. So it's a person mwenye alikuwa anapenda mzazi wake. So akatuambia, for my mom I want it done differently. So nikamsikiza na kulingana vile alikuwa anaongea, I knew hakuwa anataka just the normal, kama the normal coffin tu hizo, hakuwa anataka hiyo. So he told me the mother alikuwa mtu special kwake, so he wanted something that would be a bit different. Yes. So he actually is the one who came up with that idea. So akaniambia, na tukiweka zile stafua zinawaka hizo LED, inaweza make sense. Tuka brainstorm hapo tu, na yeye nikamwambia hizi waya zinaweza pitia hapa chini ama zikuwe ndani ya casket. He actually wanted ikuwe ndani ya casket, watu wakivi waone inawaka. But pia mimi nikamwambia tukiweka huku kwa hizi edges ya casket, it will be more, itatokea tu vizuri yani. So we actually did a trial. Tukatafuta, tukafunga vizuri, tukaona vile itatokea. So we actually bought them. Tukachukua the coffin, yake ilikuwa casket not coffin. Tukachukua the casket, tukafanya na fundi. So we installed it yote. Ndani kuna waya ilikuwa inapitia ndani na zingine nje. So alafu tukaweka switch. So ukiweka switch inawaka. So that ilikuwa inawaka different colors, and that's how you wanted it. So the whole service, the casket ilikuwa inawaka, na hata akiteremshwa chini alienda akiwaka. Hivyo ndivyo alikuwa anataka. Watu hawakukwambia hey mama? Because I saw the video, people had like, hapo kwa comment section watu walikuwa wanakuambiaje? Juu mimi mali nimezaliwa, umeona juzi kitu ikifanyika wakasema tochi inamulika na ikimaliza. You saw that? I saw that comment. You saw that? Okay. Wanasema kwamba kuna community in Kenya, sitataja. Wanasema kwamba mtu akifanyiwa kitu fulani, wanamwekea tochi. Na ile tochi itawaka, the time hiyo tochi itazima, kuna kitu itafanyika kwa wale watu ambao walimmaliza. So kwenye comment section watu walikuambia vitu kama gani? Because hizi LED alienda chini zikiaka. Alikuwa anataka zikuwe on all throughout. Zikuwe on through the service, the viewing, kila type. So hadi time ya kufanya tukiloa zilikuwa still on. Yani hiyo ndio ilikuwa wishi yake. Na lazima tunge fulfill. Watu walikuambia nini? Watu walikuwa wanakuambia nini? Watu walikuwa comment section, I think more than 12,000 comments. Huyu anajisikia kwa kuiva, tarumbeta ikileo huyu atasikia. Sema nataka kama hii exactly, unaweza deliver. Hizo comments nazo ni mingi. So does it mean wewe mtu akitaka kucustomize venye anataka ndio utamfanyia? Yeah, it's actually allowed. I think at this era tunafaa tuache watu wafanye vile wanataka. Cause pia tunasonga, si ile ya kitambo you just bought a normal coffin unateremsha. Akitaka, I think by in the next 5 years tutakuwa kama Ghana. Unaona vile Ghana wanafanyanga? Yeah, wanaomboleza watu wao. Mwingine kama alikuwa anaendesha pikipiki, exactly, anakalishwa kwa pikipiki. Kama alikuwa wa footballer, anasimamishwa na ikiwa ball chini. Exactly. So unaona pole tunaenda tukiembrace hiyo as time comes by. And I think utakuwa hapa witness maybe in the next 10 years, because the world is changing. That is where we are heading. We actually heading there. Hii ni kuimpress watu wetu wenye wamepass, at least ati kumkumbuka vizuri na kitu ambacho alikuwa anafanya. Exactly. So let's say it's you.
Sorry to say. Sorry to say. Sorry to say. Wewe. Yako. Unataka ifanywe aje? Sorry. Hii ni discussion tu. Hii ni pod. This is a podcast you're doing. Yes, sijafikiria hiyo lakini I think kitu tu itakama up. Itakama up. Juu sisi ni nje yetu sisi wote. Exactly. Hatuwezi jificha. Hatuwezi avoid. Okay. Kuna comment imekuja inasema kuna siku ambayo ilikuwa scary to you. Ushaipatana na siku scary in your life on duty of work? Maybe? Yeah, nishaikuwa na siku scary. I remember your time ilikuwa night shift na ilikuwa jioni. Hey, hello. It was just a normal day kama kawaida. So nilikuwa na stitch customer wangu ama client, naitanga client ama customer. So alikuwa ashakunywa dawa, so nilikuwa na stitch. Ndio sasa tuweze kumweka kwa fridge. So nikishamaliza tu stitching, out of nowhere, and I was actually alone. The door, mlango tu ilifunguka. Sasa hiyo nayo, hiyo siku mimi I was shocked. By the time imalize ifunguke yote, I think nilikuwa nishatoka. Ilibidi niende niketi, ni rewind, nione what just happened. But kuangalia, kuna window sikuwa nimefunga. So I think upepo tu ilikam, mlango ikafunguka. Watu wangu hapo comment section anatuambia dirisha ndio ilikuwa imefunguka, ikapush ile impact ya inakuanga kitu kama pressure ile, kama hujafunga mlango ya nyuma ya mbele, ukifunga ya mbele ya nyuma unasikia ikiwa na impact fulani. Ama dirisha inaingiza ile upepo kidogo, utasikia ina push. Lakini kuna mtu hawezi amini hivyo. It was actually there. Because hata wewe mwenyewe ulishtuka. But then nilishtuka, nikajiambia leo leo nimepatikana. I just ran out mbio. But kuja kuangalia baadaye after nimetulia, I realized ni dirisha sikuwa nimefunga. Ukarudi? I had to check the CCTV ndio nikaona kumbe ni dirisha. Tunaongea usiku ya saa ngapi? It was around 7 to 8 hapo. Usiku giza iko. Ukarudi na you can imagine kuko ni silent, hakuna kitu inaongea. So maybe the only sound nasikia ni maybe footsteps zangu nikitembea. Na machine. Na machine sasa sikuwa nimewasha hiyo time. Nilikuwa nangoja nimweke ndani then niwashe. Lakini siku na hizi mili zingine. Nilikuwa na stitch ya mwisho, sasa ndio nimweke ndani. Ndio sasa alale. Do you have specific time ya kuingia morgue kufanya job? Nope. Time we are actually busy. Unaweza ingia morgue anytime. Kwa time unaweza pata nimeamka saa 7, nikaenda nikawaeka dawa, ndio by the time nafika asubuhi ni reduce ile offload yangu. For example, kama niko night shift, siwezi ngoja ifike the following day then najua wamepile up. Na maybe hiyo siku tuta receive wengine wengi. So, tunaenda kuweka nini dawa? Naenda kuwafanyia embalming. Saa ngapi? Hata saa 7 hiyo siku. Mili ngapi? For example, kwa treat huwa tunalaza 2. So they were actually like 3 bodies. Nikaeka wote dawa. Na by the time ilikuwa inafika asubuhi walikuwa shakunywa. Ama walikuwa sha respond yani. Correspond ni nini? Correspond. For example, tunasemanga these people do talk, but hawataongea na mdomo. Wataongea na maybe actions. For example, nikiweka mwili dawa na ikubali, inanionyesha tu amerespond. Juu si mili zote ukubali dawa. Kuna ule utaweka akatai tu upate mishipa yote imeblock. So kunao wana accept na kunao wana, yani these bodies are different, yani ziko tofauti. Wanakataa? There are some who refuse. Kunao wanakatanga dawa. Unapata mishipa yake imeblock kila mahali. Tunamfanya aje? Sasa you try all the methods. Jo sasa uwezi eka hapo atinuke, hapana. We can't do that. Haya. Mimi nataka kuuliza maswali ya ndani sasa. Umepata mwili. Mwili hutolewa vitu zote za tumbo ama mwili juu? Kuna wakati niliona mwili ya Chira sometime
ikifanywa ile kumwagiwa like maji. Kuna clip ilikuwa ina trend, I don't know kama ilikuwa ya Chira, sorry to say, but how do you make sure that tumbo haitafura, you know? I know you know that. Bidhi ipati ya watu kusema tunatuanga parts za mwili. Exactly, that is where we are coming. Hiyo, I think, no, we don't. Na maybe the only scenario unaweza pata kitu kama hiyo kihape ni during a postmortem procedure, of which tunafanyanga na daktari ama pathologist. So pathologist atapasua mwili, atoe the body parts, aziangalia the access. Na for example, kama hajapata the real cause of death, wanazichukua wanapeleka to government pathologist waweze hizo samples zinapelekwa huko. So time tunafunguanga hiyo mwili ndio tunaangalianga. Na after we are done with postmortem, all the body parts are returned. Zote ndani. So naonanga tu akisema mtu wetu alikuwa ametolewa matumbo. I think maybe shay happened, but me in my area I've never experienced such. How do you make sure that tumbo haina kitu, haifuri? Tumbo haifuri, there are some things you cannot avoid. For example, receive tu mwili, lazima uieke dawa. Na these bodies respond differently. Kuna yule utaweka dawa afure, kwanza afure zaidi. Maybe for example kama tumbo yake ilikuwa kubwa, itaongezeka sababu ni reaction ya hiyo dawa. Na kuna yule tu utaweka ikae tu normal, as in ata change but si sana. So unaona zina respond tofauti. Hapo there's nothing much you can do, sababu akifura ni reaction ya dawa. Na sasa you can't undo your reaction yote, cause hii dawa ni ya preservation purposes. So tunamweka tu akiwa hivyo. But mostly kitu nimerealize watu ufura sana sana kama some body parts ni ule mtu utapata maybe alikuwa na so many diseases akiwa hai. Sijasema ni wote, nasema tu the number of people have realized. Yes. Unapata alikuwa maybe na cancer, alikuwa sijui na magonjwa yani mingi. So by the time hii dawa ina react, hii ukishamfanyia embalming anafura. So unaona alikuwa iko hivyo tu, but kuna wengine tu namweka tu change hata actually ana remain the same. Maybe tu atadake sababu ya fridge. Okay. Haya. Wanasema kwamba kuna wakati mtu ukataa kuingia kwa jeneza. Kuna mtu pia ukataa kwenda nyumbani. Sasa tunakuja kwa myth. Is it true? Ushaiona such experience maybe? Yeah, I've experienced that. Na mimi, this is my actually own opinion. I think hiyo ya mtu kukataa kwenda na gari, I've witnessed that. Na alikataa kabisa. Gari haikuwa na shida, ilikuwa sawa. Mechanic akaitwa kuja angalia gari na gari ilikuwa na shida yoyote. Alikataa kabisa. Ilibidi, I won't mention that tribe, but ilibidi those wazees wakuja waongee kitu. And what I realized, walikuwa wameenda kumbari place, alikuwa amesema asizikwe. So I think maybe na tradition yao ndio ilikose. Sababu gari ilikataa kabisa kwenda. Na the moment alitolewa kwa hiyo gari ilisonga. So we had to change the hearse. Akabebwa na hearse ingine, na hapo ndipo ali accept. So hiyo ya kukataa kwenda, ingine iko. Na ingine naweza sema mimi nime experience, na naweza sema it's my own opinion. So I think watu wanaweza pata backlash mingi sana. Mimi I've realized not all bodies rest in peace. Na tunasemanga rest in peace, rest in perfect peace. Yeah, ikiwa ni mapenzi ya Mungu, ata rest. But nunanga hizi cases kama mtu alienda akauliwa. For example, mtu ameuliwa tu out of nowhere hivyo. Because they do happen. Si tunaonanga kwa news daily. Mtu jamaa ameuliwa hivyo. Mimi have seen those bodies don't do who has a rest in peace. Why do you say that? I would say that because ile process tunafanyanga tukiadmit hiyo mwili na siku ya kudischarge. Normally, unajua normally ni kama tu kawaida yako, unaamka unafanya kila kitu kawaida. For such bodies, haikuangi very smooth. Una vile watu wanasemanga, sijui tuseme pingamizi, unaona hiyo mwili haiflow vile inafaa kuflow. Si kawaida tutakuja uitoe kwa fridge, umfanyie clean, then umfanyie dress, then tuende kwa makeup, then tumweke kwa casket. Yani hiyo process huikui smooth. That's my own opinion and what I've seen. For such, hizo bodies zinakuanga na issues. Not all bodies
rest in peace. Wengine wanaendanga wakisumbukana. Exactly. Na ukiona hiyo mikwaruzo, then ufuatilie story ya cause of death ya huyo mtu. Ukisema 1+1 yenyewe unaona kuna there's something not clear. Sana watu wa kuuawa, sijui aliekewa, alipoisoniwa, sijui aliuliwa juu ya shamba. Those two stories, me have seen them. Huwazi smooth. Hello. This is very heavy to me, by the way. These are some of the things I'm learning. Watu wangu pale kwenye comment section, tuzidi tu watu wakuja na comment section. Hii ni njia ya kila mtu, and today our sister anajaribu tu kuweka light, tuweze tuweke tu vitu light, because Caesar, nimekuwa nikifanya show sana. Watu wanasema kwamba kuna watu wanakujanga morgue kufanyia mapenzi kwa morgue ndio waweze kugain vitu fulani. Kuna watu wanakuitisha maji ambayo umeosha nayo mfu. You've seen this thing. Seen the stories, wanasema kwamba pastor atakukujia. Wanapenda sana kuharibia mapasta jina. Let me just say, okay, I'm sorry to say that, but hii leo tunaweka kila kitu wazi. Anasema kwamba alikujia ni pastor fulani, labda ni mganga, labda ni watu wa dark world wanakuja pale morgue. Wanasema kwamba nyinyi ni kitu ambacho kipo sawa. Sisemi kwamba si maneno yangu, lakini vitu ambavyo viko kwenye mtandao. Wanasema kwamba kuna watu ambao nyinyi hushirikiana, mnawapea yale maji ambao umeweza kuosha nayo mtu, sijui inafanywa nini, inaenda kufanywa nini, vitu mingi tu, kasumba mingi behind this. Ni ukweli ama what can you say about that? Opinion yangu kwa hiyo, nimeona actually hizo stories sana hizo za dark world na mortuary wakisema kuna hiyo correlation. Kama hiyo sijui maji ya kuosha maiti ati wanatumianga hiyo maji for rituals, but they have seen them. But mimi in my area na kile nimeona, mimi have not encountered hizo experiences. Na pia kuna hii ingine ati wenye wana work morgue tunakuanga na kama ka connection na the dark world. Juu si mtu normal anaweza fanya hizi vitu tunafanya. By the way, hizo nazo hata nakuanga attacked nazo sana. There's actually someone who was telling me nafaa kuwa naenda kwa pastor kuombewa nitolewe hiyo mapepo ya ati hizi maiti napatana nazo. Sababu si wote ati wako na spirits mzuri. For example, kama mchawi akikufa na ni mtu anajulikana ni mchawi, si obvious nitahandle hii mwili yake normally kawaida tu na umpe the best of service hata kama ni mchawi. So anasema ati hizo spirits zake zinaweza nisumbua, but mimi I don't believe in that. But na pia sijaona hiyo mimi in my area of, sijaona hiyo. Nimeona tu by the actually kwa mtandao watu wakisema. Na pia I think watu wanafaa waelewe we actually normal people. Niko tu kama wewe, ni vile tu niko na courage ya kuhandle huyu mtu amekuacha. Viliwezi kana huyo mtu wenu, mimi niko na hiyo courage ya kumhandle. But I'm 100% normal. Sina hizo vitu watu fikiria ati sijui devil worshipper au such stories hizo unaona. Hizo ni kasumba. Alright. Okay. Haya, wanasema kwamba morgue kuna ya shoka, mtu akikataa kurespond. Kuna wenye wanakataa kurespond, unagonga kichwa, ndio arudi line, anakataa kukunjwa mkono. Kuna mwingine sijui shoka, sijui unapaswa. Is it true? Kuna mtu anaweza kataa kulainishwa. Kuna mtu maybe such things. Do you maybe have such things in at your duty of work? I've never experienced such. Ndio maana nimekuambia anybody that we receive either akuja na permit ya hospitali ama OB. Through these two wameangalia mwili wa access enyewe ameenda. And he's gone. So tukiletewa mwili hapa unajua tu ni kabisa ni mtu ameenda. But sija encounter hizo ati upate mtu amekuja akafufukia morgue. Mimi sija encounter hizo. But I see people talking about them. What can you say? Hebu weka tu kweli. Aki mimi I think mtu akiwa shaenda. For sababu hata wewe kama binadamu unafaa kuwe na utu. Mtu anaweza kuja hajakufa then ummalizie. Mimi sijui. Haya. It's okay. So umefanya morgue, let's say 1 year full.
do we have season yenye watu wanakufa sana na kuna season yenye watu hawakufi sana? Okay, do we have season ambayo una receive mili mingi na kuna season ambayo tutasema tu kweli biashara iko chini? Kwanza hiyo comment ya biashara iko chini, I get attacked. Kwanza nikipost video, una customer hii mwezi. Ama tukifanya advert tu za job kawaida juu. Yes. I do post them on my page. Mtu ananiuliza, sasa ni customer unatafuta, shindwe, as in hizo comments. But generally nasema hii kazi yetu inakuanga unpredictable. Sababu kuna time wanakam, kuna time pia sisi tuko na low season. Hakuna customer vile watu sema, na kuna time wako as in I think inaendanga na seasons. But generally naweza sema kuna kitu ikijirudia mara mingi ni pattern. Yes. So obviously utaijua kama pattern. Kuna some months, sitakudanganya. Kuna some months we receive. Graph iko juu. Receive, wanakuja tu kukuja. Na obviously kuna some months ile obviously busy iko chini kawaida juu tu ni biashara, the end of it all. Tusidanganyane. Ukisema kuna some month wanakuja kukuja, unaweza receive mili kama ngapi? On a good day. John kisema hivyo watu wanasema kama natakanga watu wakufe. On a good day, naweza receive kama 8 to 10 bodies. 8 to 10 bodies. Na for example mchana, wengine usiku, wengine sana usiku. For example, mimi naweza sema sijui kama ni mention the month. Mention, hapo tunaweka ukweli ikiwa ukweli. Kuna ile month watu hatufichi. Okay, I don't believe in that, but kuna ile month watu sema ati ni ya sacrifice. Obviously tunaonanga tu watu wakisema hii mwezi ni ya sacrifice. Useme tu ya mwezi wa 12. Accidents, unaona watu wanakufa. So there's a month, sijui kama I don't know me what was wrong, but naonanga kama ni season watu hiyo walikuwa wanaenda kwenda. If I told you kuna usiku I received kama 6 bodies za only children under 5 years. Na wametoka different places, Hosi, different hospitals, wengine home. 6 bodies. They were all under 5 actually. 9 months, 2 yani. Which month? In a night. Hiyo mwezi nakwambia tu wanasemanga ni a sacrifice. Okay, I don't believe in that. Cause ukiangalia cause of death yao ilikuwa valid. Kuna mwingine choking, sijui pneumonia. Reasons ni tofauti. But unapata hiyo mwezi ni kwenda wanaenda. Then kuna kama hii season nyingine time. Unaona madaktari wa Kigoma cause ina happening everywhere. So for example, wamegoma. So that means public hospitals hazifanyi kazi. That month people die. Watu wanakufa. Sijui kama ni vile wanakuanga maybe wakitegemea the services za serikali. Daktari ni wa muhimu. Daktari amewekwa hapo sababu ya uhai wa mtu. So unasema this is the season wakigoma, mnajuanga graph inaenda kusoma juu automatically. Hiyo time unajua tu, yani una receive tu kureceive mpaka unakuwa overwhelmed, yani on a busy day. Okay, which kind of bodies do you receive? Naweza sema kind of body ama niseme age. Sana ambazo in your work niko sure kwamba saizi umejua kiwango fulani cha miaka fulani ndio watu wengi sana hukuja morgue. Tuambie ni watu ina like 20 years, 30 years, 40 years hivyo, na pia vifo vya aina gani ambavyo umekuwa ukivipokea sana kwenye kazi yako? I think nikiangalia my area of work na the past hii miaka nimekuwa hapa, the good thing naweza kusema na kwetu ama the positive thing, they are old people. Ona watu shoshoto wa 80s, 90s. Okay, si furahi ati wamekufa, but at least these people have served their purpose. Si tunasemanga miaka ya mtu ni kama 70, hizo zingine ni bonus. Wanasemanga hivyo. So old age na inakuanga hiyo nayo but mostly ni zile za they celebrate a life well. Sasa kama kashoshoka 101 jamii unaona hiyo then kitu kingine nasema cancer inaua watu sana. Cancer breast cancer inaua watu sana. Then kitu kingine nasema kuna hizi natural tu kama accident, unaona ni kitu wezi avoid, unaona ime happen tu.
Then kuna pia mwezi inakuanga kama ya suicide. Tuseme tu ni season. And it affects mostly men. Bebe, so ndio naonanga hata watu wanafanyanga mental awareness. I think they should keep on doing, sababu there's a time unapata tu mtu amejinyonga. Mzee wa 50 years old amejinyonga. Sasa unapata kama hiyo mwezi kuna hizo cases. At least kama 4 to 5 suicide. Either through kujitoa ama ametolewa, but ziko. So, unasema depression ni mingi huko nje. And it's actually most in affect wanaume sana sana. Na si tuachane hata na our from the young generation. Sana sana from 30 to 50. I don't know what's wrong, but it's actually affecting them. Tunapata mzee 50 years old amejenga boma yake, ako na watoto anasomesha, but ameamua kumaliza maisha yake. And you know inakuanga so sad, sababu familia inabaki na maswali. Si angetuambia, si angeongea. You see? Such kind of wanakuanga na a lot of questions, but sasa there's no one to answer them. Mwenye angejibu ashaenda. On that, ukiangalia graph yako, watu manzee watu wanatuacha sana ni female or male? I would say male. Sana sana male. Wanaume wanaenda kuliko wanawake. Something else I've forgotten. Kwa tukikuja kwanza the female side, another cause of death yenye naona na wao ni abortion. I don't know kama nani hao watoto tu wadogo. Naona these after high school to college ako kagap katikati. Sijui ameenda akatoa mimba. Alafu sasa maybe hata hajafanya the right way. Unaona msichana 20 years amekufa. All why alikuwa anatoa mimba. You see? So ako ka age between high school to college ama to university, hapo katikati. Ama anapata ako na mimba, anakunywa dawa, anajimaliza. Umekuwa receive such cases also? Several cases of them, several of them. So I think there are some things that need to be checked. So ni ukweli kwamba wanaume tuna wanaume wanasonga kusonga sana. Hata ukiangalia the old age, in as much as tunasema wote wanaenda, graph ya wanaume iko juu kuliko ya wanawake. Zimeachana kiasi. Hata the old age. Exactly. Zimeachana. Wanaume wanaenda sana. I don't know if it's happening in other places, but mimi nikiangalia ama nikiangalia nini ya huko. Let's say like this week, this is today we are doing on the Saturday, okay? It's Saturday. This week from Monday, I know maybe you can remember. How many bodies have you received? Ni mingi. I would say from Monday. Let's say na leo ni Saturday. I think 20 to 20 something hapo. 20 to 20 something. Na ukiangalia 20 to 20 something, wanaume ni kama wangapi na wanawake ni kama wangapi? Just a gauge. Wanawake ni very few. I think maybe in every 5 men, wanawake ni kama 2 tu. So, wanaume wako juu. Hapa sasa inanishinda, what can we do? Is it that it's global? Is it global? Ama ni kitu ambao wanaume waongei? There's something. And ukiangalia sana, hata wacha tuache na old. Niko sure kuna watu 40, 50, you know, 60. There's something. Wanaume waongei. What can you tell men? I know men are passing through depression. Just open up. What can you tell them? You are a lady. What can you tell them? I would say if people knew after umejiwa, after everything that happens after death, the ones you leave behind, if you all knew how they are affected, you'd still live and fight for more days. Sababu it's really hard. Sasa for example, kama huyo mama ameachwa watoto, it's really hard. So I feel men should learn to open up more. Unaona sisi wanawake hatunanga stress, sababu nitakuwa na depression sahi, niongee initoke and I'll be good. But wanaume wananyamaza, thoughts zinakuwa mingi, depression ina take over, you don't seek help.
That's why mimi nasema these people who do mental sensitization program za wanaume, I think they should be more. Sana sana kwanza hii region inaweza zinafaa zikuwe mingi. Sana sana. I think that will maybe help kuliko wao kunyamaza tu wanaenda kuenda. Okay. Another question is watu husema kwamba morgue kuna mapepo, morgue nini. What can you assure people? Like si morgue nisema tuseme kama cemetery. Exactly. What can you say about that? I would say morgue kuna mapepo. I think hizo tu ni zile stereotypes watu wako nazo. There's nothing like that. A dead person is a dead person. Hakuna kitu kama, you have no relationship with the dead. Niti sasa mimi as a mortician, I'm there to ease in that journey for the ones who are wale wameachwa. So hiyo mambo ya mapepo at all, there's nothing like that. Ni kazi tu just like any other. Kama vile tu mtu anakuanga hosi, it's normal, imagine. Ni vile maybe people lack that courage ya kuwa in the same room na watu wamekufa. But a dead man is a silent man. So there's nothing actually. I think people you're getting it. I think this story neza taka tena tukualike on pod. I want to see the kind of comments that will come. I want to see some of the questions. People just ask a lot of questions, and we will make sure that tuna bring back our sister aweze kutuelezea vitu mingi sana. So let's now go to your job now. Wacha tuongelele job yako. This is your job. Nataka ueleze watu wewe nataka at the same time, we are not marketing you, but inanishinda kuputa. It's this. Mtu amefiwa na mtu wao. Hapa tuko Meru. Mtu amekufiwa na mtu wao na anataka uweze kuwekea vizuri mtu wao. Hebu tuambie process, wewe ukireceive mwili unafanyangaje? Nataka utupe process from receiving kupreserve mpaka the last minute unawaambia kwa heri. How do you go about it? So in a scenario to receive mwili, kunao jiletea na kunao they call maybe for our heart services, for example. So mtu akituletea mwili, we receive the body. First of all, we do the undressing. Si amekuja maybe amevalishwa nguo, we undress the body. So tuki undress the body, anabaki vile tu, the Bible says utarudi vile tu ulikuja, unabaki tu uchi. Watu wajue, this is not a joke. It's something real. Hakuna mtu preserve na nguo zake. We undress the whole body. So then tuna head up kwa ofisi, we do the registration ama admission. Hapo ndio tunachukuanga details za his name, sex, nationality, cause of death. So hapo kwa cause of death lazima tuulize. For example, kama it's a natural death, for example kama ugonjwa, hiyo nani ni wish ya Mungu, there's nothing we can do. But kuna zile unaonanga familia wakona hawaamini. For example kama mtu wao aliuliwa ama accident because of insurance issues, there are some people who opt to do a postmortem procedure. So tunaendanga na vile familia inasema. If they wish to do one, then we conduct one, tunawapea results. But if it's a natural death, tunaendelea tunayo. So after admission procedure, we actually do counseling services, because hiyo moment inakuanga moment of confusion, shock, umeshtuka, trauma, ujaabsorb hiyo, unaona hiyo nini yote ati mtu wako amekuacha. So we have grief specialized counselors. Tunakuanga na hapa Coolbreeze, so they help you navigate. Sababu hii ni kama sasa jani nyingine umeanza. They help you navigate, they help you to accept. Na sasa tunasemanga acceptance is healing. So hapo napo tunaanza another journey. So after that tunaendanga tunafanya body tagging. So unasikianga mwili yetu ili confusika hizo. So to avoid such issues tunaendanga na the family, tunafanya body tagging. So tunamvalishanga kama tag kwa mkono kama kwa hosi. Then the family wana witness ni yeye. So after that the family is free to leave. So tukibaki we clean the body. Tunafanya embalming. Embalming ni hiyo process sasa ya kuweka mwili dawa for preservation purposes. So after embalming tunamweka kwa fridge. So until sasa ile siku wanakujanga wanasema wanataka sasa kumpumzisha. So on such a day wanakuja,
we do something called clearance. Sasa pia ni mambo inaingiliana na serikali, so we have to offer them burial permit, ama wanakuja nayo tuna release nayo ndio waweze kupata death certificate. So wanatuleteanga nguo, we dress, after we actually clean first before we dress. So after dressing we do makeup. Actually it's my area of specialization. Makeup. Ni part napenda sana. Nimefanya show mahali nikasikia makeup. Kuna mtu anasema tu anataka kufanya makeup. That's my area of specialization. As in, mimi napenda tu ukiniuliza my favorite part in the morgue ni hiyo part ya makeup. Always, hata niamshe saa 7 nitafanya. Niamshe usiku nitafanya. Proudly. I think reason tunafanyanga makeup, it's not to exaggerate vile mtu alikuwa anakaa. Number 1, obvious ukiwa kwa fridge utadarken kiasi. And you can imagine mtu kama ulikuwa a bit light then umedarken, ile shock inaachianga familia. Ni aje amekuwa mweusi, ni aje amechange, such issues. So hii makeup inakuanga tu ya kuweka kale ka glow. But then pia unapata there's somebody who loved makeup throughout their life. So mbona usimpake makeup aende akiwa smart? Ngoja nikukatishe. Mtu amekuja mapua haiko hii side moja. I'm sure you receive such. Umekuja mtu amekatwa, maybe ako na dent kubwa sana kwa uso, you know. How do you do about that? Okay, we do reconstruction. For example, kama accident, mtu amekuja ametemwa hivi. And the final day, lazima upe familia ile, tuseme, lazima uwasaidie kuweza kuabsorb. Na unaweza imagine wakiona part kama amekatwa hivi, ama shingo imekatwa kiasi, ile shock itabaki kwa mind yao. Sababu tunasemanga the last picture they see of this person, ni ile siku wamemview. So personally mimi napenda wakiview, ile image inasaidianga kuizen vile wanafeel. So for example, kama hana sikio, okay, kuna zile zenye hatuwezi, kama amekatika mkono, hakuwa nayo, hatuwezi kutengenezea mkono mwingine. But there's something we can try, reconstruct it. Tunashikanisha, then na hide na makeup vizuri. Hata uwezi notice. Ya uso. Uneka makeup. You still unafunga vizuri, then you apply makeup vizuri. Tuko na two different, vitu twingi tu unaweza fanya hapo. Mpaka mwili irudi venye inatakikana. Hata ukimwangalia uwezi amini ni yeye. Una feelingi dhidhi wakati unatoboa, unafunga maybe mdomo, like, you know, because mtu akikufa mdomo itakosa ile stability. Do you feel like ile shindano wakati una stitch, you know, do you sometimes feel kaishish? I think when I was starting, ndio nilikuwa na feel hivyo. Sahi? Sahi hapana. Piga twende. Sahi hapana, but nikianza ndio nilikuwa na feel, hii sinakaa kama unaweza ua mtu. Unaona vile watu wanakuambianga? Then hiyo kitu inakuingia, but sahi hapana, because I know you are working na mtu ashaenda. Ni kuna swali inanisumbua. Nasikia niulize, nasikia niache. Sijui watu watanijudge. Uliza. I don't know, will they judge me? Niulize. Watu wangu, msinijudge. I love you watu wangu. Please don't judge me. Wanaume. Uliza. Wanasemanga mtu anaweza kuwa amechomwa huko nje. Just an example. Wanasema engine haizimi, engine iko kwa hewa. Hata napatanga hizo comments sana. Engine. Unaikwamua. Mimi naweza sema hiyo process ya kuweka dawa, si dawa itaflow kwa kila body part, obvious ukiweka dawa itaflow. Sasa sijui tuseme ni pressure ama tuseme ni nini. Ikifika hiyo part, obvious dawa itareact normally tu. So ndio unaonanga tu akisema hiyo part haizimi. But I think ni hiyo moment tu ya dawa. So it's a bit na kweli inakuanga hivyo. Imagine but ina depending na bodies. Maana nimekuambia bodies are different. But kuna utaweka dawa yenyewe and there's nothing you can do, itakaa tu hivyo. Utaweka hivyo kwa jeneza. Sasa utafanya aje? Kwani uta But uzuri ukifanya dressing,
zile nguo ameletewa, suit dress tu, kama ako na boxer, kama ako na trouser, ako na belt, unafunga. No wonder mnafungwanga hapo kwa kioo mbele, huku nyuma mtu hawezi fungua. Ukitaka full viewing unaweza. Kuna some cultures lazima wafanye full viewing. Kama mimi mali nimetoka, I'm sorry to say, sitasema culture yangu lakini watu wanajua. But I remember when my mom usiku kwanza kuna mtu anakuja ku confirm, that is culture. People don't judge me, but watu wangu wa Luya najua hii mnaelewa. They do confirm mtu wao. Then wanaita hii ni story for another day, but wanaitanga firstborn. Akam asaidie kuconfirm, so watamfungua, wamtoe ile shuka, wa confirm parts zake zote zipo. It's something that is happened I've for actually us. Witnessed that. You've witnessed, but si sana ni kuna ka group lakini hii inafanyika Western, hii jua tu hivyo. Mimi ni Mluya na mimi mwenyewe nimeona na mamangu mzazi, so in fact I was like, yo, unaniita saa 6 ya usiku kudu ufanye confirmation. But all in all, hiyo iko. Kuna swali ambalo niliona kwa comment section mahali, mtu huzikwa na chuma. Kuna watu ambao like mimi mamangu kabla akufe alikuwa na chuma. Lakini sikutaka kuconfirm hiyo, but nataka utuhakikishie kwamba mtu akikufa alikuwa amevunjika mguu akekwa chuma, ama spine akekwa chuma, yeye huenda na ile chuma ama ile chuma hutolewa, na ikitolewa je, inapelekwa wapi? So kuna culture nimeona, in case akuwe na chuma lazima wamtoe, sababu unaona kama sisi morticians kazi yetu si kutoa chuma, kazi yetu ni preservation na hiyo yote. So wanaitanga daktari anakuja anaitoa, na akitoa inapewa familia, unless familia wakwambia just dispose it. But kuna hawezi zikuwa na chuma, wanatoa hata kama ni spinal cord, mguu, mkono, wanatoa, unabaki unafanya stitching vizuri, unaficha hapo. For your profession, is it ni sawa akizikwa na chuma, ni sawa akitolewa? Okay, I don't see any big deal, but cultures na lazima uheshimu, unaona? Kama culture yao lazima wafanye hivi, sasa mbona ukatae? So I think it's good also to respect hizo cultures. But kuna watu unaona? Ndio nakwambia si wote. There are different groups. Kuna watu wanasema alikuwa na chuma tu, acha aende nayo. But kunaye hawezi zikwa na hiyo chuma. So I think different cultures, unaenda tu na wao vile wanataka, unaflow na wao tu. Na pia hapa kwa cultures, you find people have a lot of different things in them. Kunaye atakuletea kitu akwambie niwekee azikwe nayo. And some are weird. Ukiangalia kwanza kitu unapewa, kuna zingine hadi una feel tufungukie sasa. Juu ndio umeleta, sikuwa najua, I didn't know of that. Hebu hatutaji mtu, hatusemi tribe. Kuna vitu ambavyo ushailetewa uwekee mtu kwa jeneza? Not once, not twice, several times. Just tell us example. Okay, they are different. So for example, kuna hii culture they apply something like an oil imetolewa kwa mnyama. Wao kuna meaning yao, siwezi jua meaning yao ni nini. So they place it behind the head. Sasa si amelalishwa hivi kwa mgongo na kwa miguu, and then they apply it behind the palms. Na hiyo lazima wafanye automatically. Haya, kuna wengine this person has to lay on the left side. Hizi ziko akiwa amekaa hivi, lazima alalishe mkono ya left hivyo. Then kuna wengine another Kushite group lazima wavunje mguu. I don't know the meaning, but lazima ati wazee wachache wanakuja hapo na ni wao ufanye hiyo kuvunja. Na inavunjika. You have to, suko hapo tu unaangalia. Hiyo ni culture. Wewe utaguza, si wewe utavunja, ni wao wanafanya. So unawadressia, wanakuja wanavunja, unawaekea vizuri, wanaenda nayo. Halo. So hizi vitu ziko tofauti. Tuseme hata kama unakaza, kuna zingine unashtuka. Then there's something I witnessed with another group. For example, a lady amekufa na maybe she was dating. Na mwenye alikuwa na date, obvious amebaki, ni msichana amekufa. Lazima msichana azikwe na vitu za huyu jamaa. Either kama viatu za huyu jamaa,
I remember tumemdress, tumekuweka kwa coffin, then viatu za mwanaume zimewekwa hapo. So I really don't know the meaning. Zimewekwa wapi? You can't question. Zimewekwa tu hapo kwa miguu yake. Kwa jeneza? Zilikuwa sharpshooters za black, very smart. Zimewekwa hapo. Na wewe dem? Ni dem. She was maybe in her mid-30s. So sikuelewa meaning ya hiyo kitu ni nini, but you just mambo ni mengi. I didn't know this. Cultures are different. Kuna atakuja kuambia nataka yake picha hapa ndani kwanza before, you know, zingine ni a bit weird, but sababu unajuanga watu they are not in their clear state of mind. Unamuuliza uko sure tufanye hivi, uko sure? Ni mimi nimesema nifanyie. So zingine you just Hello. Guys, if you can look at me, ni venye uwezi niona. Damn. Kuna siku familia zishai kuja zikapigania mwili because we usually hear of such things. Kuna wengine wamekuja wanataka kukimbia na mwili, kuna wengine wanataka. Do you usually have such? Several cases. Na hiyo kwanza inanirudisha kwa wanaume. I feel like men in this generation, if you have more than one wife, wacha tu wajuane. Hakuna haja ya drama. There's no need of your body lying in the mortuary for more than 1 year because of something you could have spoken out na mkubaliane. That's why I feel like I advocate kwa hawa watu waandika will mapema. It's necessary and it saves a lot of energy. Sababu you find watu wamepanga siku ya mazishi, wamekuja. Kuna mwenye akona burial permit, kuna mwingine ashaenda akachukua court order. So you can imagine umeshafanya burial preparations, mmepika, mmeweka tent, then mazishi inakatizwa. You see? Na pia hapo ndio tunaweza rudi pia kwa cultures bado. Unapata jamaa alikuwa ameoa dem. Na sasa maybe hakuwa amepeleka mahari. So unajua cultures ni tofauti. Hii mwili haiwezi zikwa kwake. Then sasa jamaa naye hataki kusikia hivyo, anasema hapana, huyu alikuwa bibi yangu. Tumefanya maybe the civil wedding. But sasa familia ijui, inajua the cultural way. So kunakuwa na mvutano. Ni first born ndio anafaa apewe. Ni first born wa second wife. As in hizo vitu ziko sana. And they really do a lot of draining. I feel they are necessary. As a man, because it can happen to hata wanawake, it happens. We jipange. Tunapata mama amekufa but alikuwa amejipanga. She was well off. Kuna plot yake, kuna mali yake. Then alikuwa na date fulani, wote wamekuja. Na wote wanalilia mwili yake. And remember this mama akona watoi, but tunapata ni wanaume wanapigania mwili. So I think some things they are just exhausting, they are draining. I think tujipange na to accept mambo ya kuandika will. It saves a lot of things. Will iandikwe mapema. I feel we should start embracing that. Kama unajua uko na ploti mahali, uko na watoto, uko na mzee, jipange tu. Kama umeachia watoto, just write it. Kuliko ukufe then family members wameanza. And on that case I can say I'll not say it's a tribe, maybe it happens to different nini. Kuna watu wanauana sababu ya mashamba. Literally. Hata hawafichi, it's open. Leo tumezika for example mtu wa hii boma. In the next 2 months huyu ameua kijana wa huyu. Reason being ukifuatilia aliachiwa shamba. Aliachiwa ng'ombe. And you see those two issues. They are there. I don't know what we can do to solve them. Na nikisema kuwana different methods. Kuna ile watu wanasema uchawi. Ama unaenda hizo vitu unaharibu mtu. I would say I've seen them, I've witnessed them. They are there. Tusidanganyane, uchawi upo. Uchawi upo. Tusidanganyane tu. Yeah, I believe in God, I believe in the higher universe, but there are some things that happen here. Yeah, you can tell me familia ime lose watu wote wakifuatana. Honestly. Yeah, kuna the natural causes of death. Kawaida kuna ugonjwa, old age, hizo ni sawa. But there's some things that look fishy. The father died, the firstborn, the secondborn, the thirdborn. Really. Na ukifuatilia vizuri unakuja kusikia ni shamba, ni mali ya mzee, alikuwa kwa serikali.
they are there. Tusidanganyane, they are there. So I feel like in a family setup, sijui hapo ni nini, lakini anybody can be a stranger. Once you are dead, people change. People change. The minute you live this life, people change, including family members. I've seen sisters fighting for someone. Hao ni watu wametoka tumbo moja, but they are fighting. So people do change. Watu badilika. Manzesi, umetuopeni vitu mingi ambavyo kunajua a lot of people didn't know about that, and thank you so much for opening up. Kuna vitu pia watu wameweza kujifunza. Okay. Kuna kitu ambacho niliona juzi Anne Mwangangi akiongelelea. Akiwishi watu, I think ilikuwa Christmas time, akisema kwamba ukishafika ule mlango wa fridge, kumbuka kwamba hakunanga gender. True. Na hakunanga mkubwa na mdogo. True. What can you tell people? Kuna watu unadharau mtu sababu uko na mali. Unadharau mtu sababu umepata. Unadharau, unafanyia watu vitu as if utakuja kwenda na hivi vitu kwa shimo. Be that. What can you tell them? I would say just humble yourself. Life can change in a snap. If it tumeketi tunaongea, one of us is gone. And it's something beyond us. There's nothing we can do to prevent death. As in, tunasemanga kifo haina huruma na inaweza happen anytime. I've seen rich people. Nikisema rich, huyu mtu ako na mali, ako na gari, na zote ameziacha. Zote. Mwenye umeacha labda umeachia mtu hata ungesalimia. Unaona vile tunasemanga mwenye uchimba kaburi yako ni mtu huwezi tarajia. Yani life just can change in a second. Just humble yourself. Something else I've seen, kuna forgiveness. I've seen people come cry in the cold room corridors. Mtu analia, oh daddy nisamee, oh daddy. Sasa mwenye unaita daddy haizi sikia. Hata ulia hapo the whole day, ulia a whole week. There's nothing you can do. So I think let's learn to forgive each other tukiwa hai. Yani give flowers whenever you are alive. When you are alive. Ukitaka kuniambia kitu niambie sahihi. Usingoje nikufe ndio unakuja kuniambia. Usingoje nikufe ndio unaniletea suti na ujaini baia suti. Usingoje nikufe ndio unanichangia coffin ama casket ya more than 100,000. It doesn't make sense. Uzikwa na ya 100, uzikwa na ya 20,000. What's the difference? Na zote zinaenda the same place. So I think let's give each other flowers when we are alive. Then tusameane tu, cause sasa hata ukikasirika, ukihold grudge, alafu umehold grudge, amekufa, nani amebaki na hiyo mzigo? Personally sionangi haja ya, unaona hizi petty issues that we usually do have, they really don't make sense. I think if anyone spent time in the morgue corridors, you would understand better. They don't make sense. Sababu mtu tu ameamka tu vizuri, unapatanga hata tukireceive bodies, juu anakuanga bado ako dressed. Huyu mtu alikuwa anafungua, ako na funguo za gari, ako na kila kitu. That means anakuonyesha alikuwa ameenda on his normal day kama kawaida. Then something happened akakufa. So ni mtu wako ametarajia kifo. Kwa maana tunasema it can happen anytime. So there's no need of holding grudges. Hakuna haja kukasirikiana, kupigania shamba yenye sisi wote tutaacha hapo. Ya nini? I don't know if people embraced that part sana, I think the world would be a better place. Cause huku ndani, if you see the people wenye wanakuja wanalia, they actually faint. People faint. Amekuja kulia, amekuja kuview. But there's nothing you can do at such times. There's absolutely nothing. Okay. Mimi, I have this question I want to ask. Okay. Mimi najua watu wa morgue wanalipwa vizuri. Watu wa morgue nasikia mnakula mamilioni ya pesa. Is it true? Ya, tuambie tu kweli, we want to hear, because watu wanasema watu wa morgue wako na do sana. Tuambie tu kweli venye iko, yeke tu venye iko. Mimi naweza sema iko si ya mortuary, it's tuseme iko under scene. It's not scene kama zingine, to be honest. Si kama madaktari, walimu,
And it's actually a very important kwa sababu if you don't do it, somebody else would have done it. Okay. Na pia hatuwezi kuwa sisi wote walimu, hatuwezi kuwa sisi wote madaktari. Lazima pia sisi wengine tukue morticians. So I feel like hapo kidogo tuseme serikali isaidie. But I think in the future they should embrace. Unaona? Vile tunakianga daktari maanani, yes, hatukatai daktari ni wa maana. Yes. But pia in this field, these people do a lot of work behind the scenes. To handle decomposed bodies, to handle smelly bodies, na hiyo mwili inakuwa transformed. By the time unakuja kuchukua, unapata your beloved ako in a better position. So I feel like hapo napo kidogo the Kenyan system imetufail, honestly. Wewe mwenyewe unaweza sema what you getting now, are you satisfied with it? Maybe okay, sisemi kwamba na kuchomea mahali, but I'm asking on behalf of others maybe who are listening. Unaweza sema aje? I believe on behalf of other morticians, we can do better. I think the system can do better, honestly. It's such a crucial moment, na inakuanga crucial journey. So I feel like these people should be more seen. Wanafaa waonekane at least kiasi. So meaning unasema kamshara kako chini kidogo. Tuseme tu kweli. Tuongezewe. Yeah. Muongezewe. Tuongezewe. I know. We do a lot of work, honestly. We do a lot of work behind the scenes. Kuna hitu tunaonyeshanga tu hapa kwa pages zetu. But tukirudi huko behind the scenes, we do really do a lot of work. Sana. So mama, I know we can continue this story hata yezi isha. What we will do? Nataka tutakatia hapo. Sawa. But tunakutaka sana, right? Uweza kuweka vitu zingine clear, because for me today nimelearn. Kuna vitu nimelearn. Mimi nilikuwa nafikirianga tochi peke yake. Tochi, nasikia tochi, but mambo ni mingi. Mambo ni mingi behind the scenes. Mambo ni mingi behind the scenes. But so anyway, tuko leo Cool Breeze. Nyinyi kama Cool Breeze, wacha niwape soko kidogo. Kama Cool Breeze, kuna mwili ya tajiri na kuna mwili ya maskini. Je, nyinyi, I'm sorry to say, but ikifika kwa goda kunanga maskini na tajiri. We are all the same. But in real life kuna mtu ambaye alikuwa maybe maskini hakuwa anajiweza, na kuna ule tajiri ambaye alikuwa anajiweza. Nyinyi kama Cool Breeze Funeral Home, do you judge these people wakati munalipisha? Munalipisha the same, ama kuna mwenye atalipishwa juu sababu ya kufanywa hivi na huyu atalipishwa chini sababu ya kufanywa hivi? Naweza sema ama kama Cool Breeze Funeral Team, the prices zetu they are very affordable. And we are actually very fair. Hatuwezi sema ati sababu huyu anakaa tajiri tutamfanyia hivi na hivi, no. All these procedures tunafanya hapa, we do them fair enough to all groups of people. But pia naweza sema cause binadamu hawako the same, we are not the same. People are of different levels. So kuna watu they like a different type of class. So nasemanga kuna mwananchi wa kawaida, kuna mwananchi. So we have two categories of rich. We have the normal rich and we have the VIP ama the private. Bas hapo ndio nataka. Umeguza. Umekuja tu penyewe. Private, VIP, kuna ngapi? Normal, the normal fridge and the VIP. Wacha tuseme hivyo. Tofauti ni gani? So the normal fridge, kama tu vile wadi nasema normal, ni ile tu ya kawaida. Tunakuweka tu ndani kawaida. The VIP ama the private one, it's actually pia ni fridge, but the difference inakuja kwa matumizi. The VIP uses ammonia. Tukisema ammonia, tukipreserve body ya mtu hapo, the body really changes sababu inatumia ammonia. Hizi zingine tukiweka the normal fridge, obviously ita darken automatically. I think you've also witnessed that. But the VIP, the body doesn't change. It remains the same. Venye muli receive ni hivyo hivyo. Exactly. That's how you receive your beloved ama the deceased. Then kuna times tunakuwa watu ni wengi. Tuseme clients ni wengi. So time tuko wengi, obviously they'll have to share. Like the normal fridge tunaweza weka wawili. But kama ukiwa umelipia package ya the VIP,
mtu wako anakuwa preserved peke yake. So I think that's what kuna wale watu wanakujanga wanasema hapana, mtu wetu tuwekee hivi na hivi. There are people who are so loud about that. So tuko na all categories of people and we serve all categories of people. Here so in that Coolbreeze. makes the difference kwa fridge too, but the other services we offer them equally. Lakini mimi maswali sijika itaisha lakini the same tukikuja kwa coffins ama casket. Yes. Tukikuja What is the difference, by the way? What is the difference between coffin and casket? Okay, coffins ni zile to the normal ones, zile tumezoea. But sasa unaona kama ile nilikuwa nimeweka LED light, that's a casket. Unaona kitu iko na madoido kiasi, unaona? Haiko the same class na hii nyingine. It's a bit, kuna zile coffins ziko, casket ziko a bit bigger and they are nicely decorated. And they actually have some words. Unaweza pata zingine zimeandikwa 2 Timothy 4:7, I have fought a good fight. Kuna atasema umwekee picha yake hapo, unaona? We can incorporate that. So the normal coffin ni ile tu ya kawaida. Just choose ile size unataka, mali unasikia mfuko wako unafikia ni hapo. But kuna usema nataka ile mbao strong. Tu anakuambia nataka ile Meru oak. Sana sana Meru oak ndio iko na demand huko. And it's more than above 80,000 kupanda. Sanduku? From hata kuna 150, kuna 200. It depends with what you want. Lakini zote zinaenda chini. Zote zinaenda chini. Unakuliwa na mchanga? But means ni tofauti. Kuna anaenda na Range Rover, kuna anaenda na okay, that's weird. That's weird. That makes the difference. That makes the difference, true. But I think me is understand all categories of people. Sababu you can see kuna mtu akiwa high, of course kuna these well off people. Naturally they are rich people. So on their final day wanasemanga tunataka for example tufanyie mom kitu wenye tutaimfanyia tena because this person hata waitumia pesa zenu tena. So they opt to do the best. Unapata mtu amechukua casket ya more than 150,000. Yeah. So it depends with people. Juu wanaona hata tumia hizi pesa tena, so they should give a decent send off. Decent send off. Yeah, so they do that. So Coolbreeze munaofa, do you have ambulance? Do you have your place ya kununua hizo casket ama hizo coffin? Which services, extra services do you offer? Do you have other services maybe? Ama ni fridge peke yake? We have actually other services. For example, like the coffins and the casket. Tuko nazo hapa kwa showroom yetu. We have the hearse. Atuzitangi ambulance, but the hearse. Nafika kwa hearse kuna different categories. Kuna ile the normal box. Unaona ile inakanga kama Nissan. Kuna hizo tuko nazo different colors. Kuna watu wanapenda white, kuna watu wanapenda black. Then we have the executive one, the Prado. Ile iko na trolley nyuma. Na pia we have the Mercedes one. Actually that's brand new. Imeingia tu juzi. I think I've seen, nilikuwa mali nimeiona. The Benz. So hiyo ndio tumeintroduce juzi, and maybe in future tutaendelea kuleta tu vitu vita serve all our customers as they want. Kuna mtu anataka tu kukuuliza maswali personally na kuna mtu anataka maybe pia yeye amepata msiba na ako maybe around here. You can serve up to where? Here. We serve actually all different places. We actually do body transfer from Nairobi, Kisumu, Sudan. As in, hatuko limited hadi useme ni hapa tu. Everywhere. Mahali mtu anataka kuwekewa mwili wake ni hivyo wenyewe wanaamua. Okay, so somebody maybe want to reach out to you. Najua tu atanisumbua namba. So nitawekea namba throughout the show. Wakutafute. Wenye wanataka kukuoa sijui watafanya. When you wanataka kuku appreciate for the job you're doing, at least mi nasema thank you so much for accepting what you're doing. Me, I'm giving you my flowers na kupea size. Thank you so much. You're doing amazing thing. Sio kila mtu anaweza fanya kazi ambayo unafanya. Sio kila mtu anaweza handle vitu ambazo una handle. And you take them as a normal thing. And mi na appreciate sana kwa wale wote ambao unasaidia. Niko sure una receive families zenye wame break heart, lakini una make sure kwamba unawarudishia moyo wao. Unawaambia kwamba huyu ameenda, nyinyi mmebakia, it is this and this. I really appreciate. Me mawa yangu nakupea size. Continue doing what you're doing. And may God give you more years kuhelp watu wengi. The same as we tell family the way we're doing.
helping more people to wapate information kama hii yenye umetupea. Thank you so much. So kuna mtu anaweza niuliza mbona huku tupea namba huyu demu? Kuna mtu anataka umsaidie mwili ya mtu wao. Asema manze mimi nataka huyu demu mazee atuhandle mtu wetu. Hebu tupee namba ya simu. Namba ya simu ni 0743333241. It's actually so easy. Hiyo ni Safaricom. 07 Tupe tu zote kama unataka. 333241. Then another number that I have 0113100714. And maybe kando na hapo mnaweza nipata kwa my TikTok page najita Kish Meru Mortician, Facebook and Instagram the same. Kish Meru Mortician. Kish Meru Mortician. The same everywhere. Watu pigieni Kish simu, mleteni customer. But then hiyo part ya customer, there's a client I served, so she really loved the way I glammed the grandmother. So aka lose another family member. Do you know this client paid for me niende nimtengenezee. Oh, you go. Yeah. But sasa hizo ni private services. Private service, yes. You go. Yeah. Kuna mtu ana requesting anasema mimi nataka tu niwe utamhandle. Sasa unajua the funeral homes are a bit different, but there are some which are adjustable. Hata hapa unapatanga mtu anasema ni sisi tutadress mtu wetu. You allow them. Nataka kisha ni cheze na mtu wangu. Kuna usema hivyo. Wow. So I actually do that and I serve passionately.